Mbuzi inakuaje mzee wangu? Kama kawa? Kama kawa ni aje? Hebu kwanza tupe experience kidogo tukakupanda SGR, si wengine hatujaya hata siku moja. SGR noma sana kama mbele, unajua vitu vya Ulaya kabisa. Kwa hiyo unyama ni mwingi. Unyama ni mwingi sana. Asante sana. Unazungumziaje boat party kwanza kushiriki? Hii ni boat party yangu ya mara nyingi sana, kwa sababu boat party ni kitu ambacho kilikuwa tangia kinafanyika kama wazo, mimi tayari nilikuwa najua. Kwa hiyo ulikuwepo kwenye mfumo maana yake. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakijua mapema sana. Au sio? So experience ya kushiriki boat party ikoje kwa mtu ambaye hajawahi kuona wewe ukiwa kwenye boat party, inakuaje kuaje na vitu kama hivyo, kwa sababu tayari wakazi wa Dodoma wanasubiri kukuona kesho? Experience yake ni kwamba uzuri kama utakuwa na mshikaji yote mwenye gari, kwa sababu maana halisi ya boot party ni ile party ambayo tunakaa kwenye gari, zinafunguliwa buti and then tunaenjoy. Kwa hiyo kama una mshikaji wako ana gari, au hata kama hauna mshikaji mwenye gari, njoo pale tutakaa kwenye gari pamoja. Umeona kuna gari nyingi zitakuwepo pale zimepark. Hata kama una gari usiofu, wewe njoo utakata kwenye buti ya gari yangu. Lakini sio ya kukosa, experience yake ni nzuri. Dodoma hii kwa mara kwanza inafanyika, kwa hiyo watu wajitokeze kwa wingi sana. Kama walivyozungumza kwamba kwa kawaida boot party watu tunaenda pale, watu wanafungua magari, boot nini, wanaenjoy, wanakula maisha na vitu kama hivyo. Lakini leo tumeambiwa kuna stage imefungwa pale, yani kwa ajili ya tukio la kesho. Performance itafanyika na hopefully itakuwa ni performance kubwa tu kuliko watu wanavyotegemea. Wasione labda tumekuja mpaka huku labda wataona labda vitu vitafanyika vya kawaida. Hamna, na performance itafanyika na itakuwa ni kubwa sana. Lakini pia Mbuzi, tukizungumzia experience ya burudani, wewe tayari una experience ya kutosha sasa hivi. Tukizungumzia vibe la burudani kwa mkoa wa Dodoma ambao umeshakuja last time na sasa hivi umekuja kwa ajili ya boot party. Tupe experience ya burudani ya vibe la Dodoma. Vibe ya Dodoma inakuwa nzuri sana naipendaga, kwa sababu of course hapa Majengo Sokoni ametokea hapa, na najua vibe hapa. Mara ya kwanza kuperform hapa ilikuwa mwaka 2016, miaka mingi sana iliyopita. Umeona? Kwa hiyo nalijua vibe la watu wa Dodoma. I love Dodoma, napenda hali ya hewa ya Dodoma. Unaona kama nilivyokuja nimevaa coat kabisa, nimejiami, nimemboko na baridi. Kwa hiyo napenda sana hali ya hewa ya Dodoma, napenda vibe la hao watu wake. Napenda watu wake wana moyo mzuri, watu wana tabia nzuri, watu sio wagomvi. Watu watarajie kitu gani kutoka kwako kesho? Surprise ya kutosha au vitu gani extra ambavyo umetuletea watu wa Dodoma? Kwa kiukweli watu kesho nataka waje pale ili waone kitu gani nimeandalia, lakini pia kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo watu hawajazoea kuviona kwenye show zingine za kawaida. Noma sana. Sawa, natamani kusikia kitu tutoke kidogo kwenye boot party. Ulitoa albamu ya Mbuzi. Ndio. Ni albamu ambayo katika ngoma zote ambazo umetoa sijui, labda sifuatilie sana, lakini sijaona video yote ambayo umeachia. Of course. Labda kwa sababu gani umetoa album? Umeniuliza swali zuri sana. Mara nyingi sana ninakuaga siulizo maswali yenye mantiki kama haya. Hilo ni swali zuri sana. Very good question umeniuliza. Nimefurahi sana. Albamu yangu kesho inatimiza mwaka mmoja na itakuwa haina video hata moja ambazo zimezitoa. Videos nafikiri zitakuja, lakini haikuwa plani yangu kutoa video kwa haraka hivyo kama watu wengine wanavyofanyaga. Haikuwa strategy yangu hiyo. Strategy yangu ndio ilikuwa hii. Nitoe album, watu wasikilize audios, and then baadaye nitaendelea na plani nyingine. Lakini plani ya videos na nini na ratiba ya videos zitatokaje, kila kitu nitaitangaza kesho baada ya video album yangu kufika mwaka mmoja. Lakini kutakuwa na videos na pia kutakuwa na deluxe album, yani na maana nyongeza nyimbo zingine 4 za kwenye album. Unazungumziaje game ya hip hop Bongo kwa sasa? Imekuwa ni competition kubwa sana pia. Na hapo kabla hajajibu niongezea hapo kwa hip hop. Sasa hivi inaonekana kama watu wa hip hop mnatumia nguvu kubwa sana kupush muziki wa hip hop, kwa sababu ni kama watu wengi sana wanaofanya muziki wa tofauti wanaofunika nyewe watu wa hip hop. Nadhani wapi pamelegea kwenye hip hop? Mimi labda watu wengine ndo wanafunikwa. Mimi sifunikwi na watu wasanii wengine. Mimi nafanya mambo yangu vizuri tu na mambo yangu yanaenda. Naishi kama msanii tu mwingine wa kawaida, kama msanii tu wa Bongo Flava. Hata maisha yangu naishi vizuri sana. Unaweza kusema tu kama wasanii wengine hao, umeona? Mimi sina tofauti yote na wasanii wengine, wala siwezi kuanza kuitetea hapa hip hop. Hip hop yetu iko sawa tu. Msanii labda hip hop ndo sky sawa yeye mwenyewe. Lakini muziki uko sawa, hauna ubaguzi wowote. Mimi nalipo hela nzuri kama wanaolipo watu wengine.
Yeah, kwa hiyo ni wewe utajiweka ndo the way watu watavyokuchukulia. Ukitengeneza brand yako vizuri watu watakulipa vizuri. Ukijiweka vibaya watu watakulipa vibaya. Simple sana. Okay, kitu cha muhimu ambacho tupengine tunatamani kukisikia kutoka kwako. Yeah. Wako wanamuziki wengi sana wanafanya poa. Lakini wewe this time umechaguliwa tena kwenye Boot Party. Unadhani kitu gani ambacho Lunya anacho na wasanii wengi hawacho? Ndio maana umechaguliwa. Ndio hiyo moja hapo ni quality ya kazi ambayo naifanya. Nazingatia kazi yangu, si shoot tu videos, na shoot video nzuri. Sifanye tu kazi, nafanya kazi zenye ubora, nazingatia vitu vyangu vinaenda vizuri, viende kama vinavyotakiwa. Mimi na vitu vile vya mwisho hapo. Sawa. Kutoka kwangu. Moja, zamani ulikuwa ni mtu wa kutoa project to project, back to back. This time kama ume step down, yani unaenda unacheck kitu afu unatulia kwanza, yani unajipa gap sana. Yeah. Labda kuna kitu gani umekisoma kwenye game mpaka ukaamua kuja na utaratibu sasa hivi tofauti na tulivyokuzoea hapo awali. Lakini pia kitu kingine, si ni watu wa street, tunapita mtaani tunasikia watu wanapozungumzia wasanii wao na wakubali. Bwana Lunya uwezo wake mkubwa sana, ila mimi nilikuwa nawaza angekuwa chini ya lebo fulani Lunya angekuwa mbali sana yani kuliko kutumia uwezo ule kama anaposimama yeye mwenyewe na anapofanya mapambano. Hivi vitu viwili sijui unaweza kuvizungumziaje wewe kama yule? Cha kwanza nianze na cha kutoa ngoma muda mrefu bila kutoa ngoma. Watu wanatakiwa wajue kwamba mwanamuziki ukiachana na swala la muziki, kurekodi muziki na kushoot video na kutoa, kuna kazi zingine tunazifanya ambazo ziko nje ya hivyo vitu ambavyo nyewe mnaviona, umeona? Kwa kuna muda mwingine msanii au mwanamuziki anakaa kimya, mtu anaweza anachukulia amekaa tu kimya nini, lakini kuna vitu vingi sana tunavifanya nje ya huo muziki. Mimi nimekaa kimya, lakini kumbuka na album nimekwambia nimetoa album yangu mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo sijakaa muda mrefu sana, nimekaa kama mwaka, and then hapa katikati nilikuwa nafanya collaboration na watu wengi sana. Hizo zote ni kazi, lakini watu wanapenda kuona kazi zako ndo kama kazi, lakini niwaambie tu kazi ni kazi yoyote. Nimetoa kazi nyingi sana za kushirikiana, watu wanaweza kuzifuatilia hivyo. Kingine kuhusu record label, labda umejisahau tu ndugu mwandishi, mimi niko chini ya record label kubwa sana Afrika au dunia, Sony Music. Sorry, labda sikuiweka sawa. Yeah. Naamini kibongo bongo ili msanii aonekane ni lazima maybe awe Wasafi au Konde au Hapana. Sasa yeah, lakini mimi niko kwenye record label kubwa sana. Yeah. Nipo Sony Music na management kubwa pia Rockstar Africa, na hizo record label na management zote zinafanyia kazi zangu vizuri, nashukuru Mungu. Cha mwisho kabisa, tunatamani utumie pia fursa hii kuwakaribisha sasa wana Dodoma kwenye Boot Party. Jamani wana Dodoma wote karibuni sana kwenye Boot Party. Mbuzi nitakuwa hapo, kwa hiyo msikose. Peace out. Let's go. We out here.